Karibuni sana mashehe. Mama yake ni mimi huku Bikachala, chombo ya fundi. Astaghfirullahi alazim. Bikachala mke wangu, nguo gani hizo umevaa wakati kuna wageni? Hauoni kwamba kuna wageni? Kwani kuna shida gani mume wangu? Si niko nyumbani kwangu. Katika maadili mema na kufundisha wanatutega. Umalaya huo. Mitego mimi acheni. Mke wangu Bikachala. Nataka kunitaona. Bikachala mke wangu. Nini? Na kuheshimu sana. Na wewe nadhani unaniheshimu sana kama mume wako. Na hawa wageni waliokuja hapa ambao wamekuja ni wafuturishe, wanakuheshimu sana we bibi. Sasa naomba kama umeshindwa kuvaa stara kama mtoto wako Mwanakombo, naomba uende chumbani ukajifiche. Nijifiche nyumbani kwako? Nenda kakae chumbani kama umeshindwa kuvaa stara. Na kweli mimi nishaanza kumtamani. Unatutamanisha bibi. Nenda kavae. Oya. Yere. Futa nje. Oya nyie madogo. Sio madogo. Nyie madogo tu kwangu. Sasa kuna naye nizidi umri hapo. Nyie ni madogo. Sikilizeni niwaambie kitu kimoja. Fateni kilichowaleta. Mmekuja kufuturishwa na tajiri mkubwa hapa mtaani, Bosi Kombo. Sasa fateni kilichowaleta. Haya mambo mengine hayawahusu. Mashehe, hebu tupunguzeni basi ushambenga. Tupunguzeni ushambenga. Anachozungumza ule bibi ni cha kweli. Haya mengine si hayatuhusu. Tumekuja kufuturishwa hapa. Sasa kwa nini tunaingilia ugomvi wa nyumba? Haya mambo mengine hayatuhusu, tukae kimya. Yeye mbona anatuonyesha maini? Anataka kutufungulisha. Shemtoi tulia. Nitulia nini anatuharibia? Wewe kitundu nawe tulia. Situli. Mke wangu Bikachala, unajua ni jinsi gani unavyonidharau. Tena unanidharau mbele ya wageni, mashehe ambao wamekuja niwafuturishe. Nimekwambia ondoka mke wangu, tupishe, haujavaa stara. Hebu basi niheshimu hata ile chembe ya hardal. Mimi ni mumeo. Kwani mimi nimesemaje? Nipishe Bikachala, ondoka. Ondoka, kuna wageni. Mate, waondoke wao. Astaghfirullahi alazim. Yaani kwanza nashangaa mimi Bikachala. Hapa ni nyumbani kwangu. Nikose na uhuru wa kutembea jamani nyumbani kwangu eti kisa sijajitanda, sijavaa stara. Kama wanaondoka waondoke wao, mimi siwezi kujificha eti kisa wageni. Na joto hili lote la daa nivae mama ushungi sijui nijifunike mwili mzima. Mimi nimekuwa mwenda wazimu. Siwezi kujitanda. Naomba kama wageni wamechoka kuniona hivi nilivyo, waondoke. Unaondokaje hatujala futama? Nenda kavae stara. Wewe dogo, shut up ya mouse, kaa kimya kabisa. Wala hujui ni kitu gani kinachoendelea. Bado mtoto mdogo sana wewe. Ukikua utaelewa. Anatutega huyu. Huyu shemeji kwa nini? Shemeji unataka tugombane na kaka. Ai mama we. Anantega shemeji. Unantega bwana we. Anantega shemeji. Unantega shemeji. Unantega bwana. Shemeji. Maulama. Yere. Maulama. Yere. Bigi tena mashe zangu. Mbona mnaimba singeli? Shemeji anatutega Kombo wewe. Mke wangu jamani ndo ananidhalilisha hivi leo. Kwa nini asiwapishe wa mashe wa futuru waondoke kwa amani? Anataka kunivurugia. Hajafunga huko alikotoka. Najuta mimi walai. Allahu akbar, Allahu akbar. Wewe Mwanakombo, hebu andalie iftari wa futuru haraka waondoke. Najua kwa iftari ambayo tumeiandaa leo lazima kesho atarudi tena. Hii ndio iftari ya Kombo bwana. Hii ndio iftari ya Kombo. Waandalie iftari mwanangu. Tupe tende kwanza tukate swaumu, alafu tukaswali, baada ya hapo tutakuja kula iftari. Mume wangu, dume langu la nguvu mjomba Nchumali, kidume changu tumbo. Sasa kwa nini unanikasirikia mume wangu? Kwa nini una makasiriko na mimi? Au kwa sababu nakwambia ufunge? Kufunga ni kwa faida yako wewe mwenyewe. Hadithi za Mtume, kuna hadithi moja inasema kwamba fungeni mpate afya. Kwa hiyo kufunga ni afya mume wangu. Najua unaumwa, lakini jikaze mwezi huu ufunge mwanamume wangu. Jikaze ufunge na wewe. Usikunigutila mimi. Usinipigie kelele. Hakuna hata hadithi moja iliyohimiza wagonjwa wafunge. Hadithi zenyewe zinasema hivi kwamba watu ambao wanasafiri, watu wanaoumwa, watoto wadogo, vikongwe wanasemehewa kufunga, wasifunge. Sasa wewe unalazimisha mimi mgonjwa nifunge. Kwa nini unalazimisha mgonjwa afunge wewe? Tumbo baba, mme wangu, hauna ugonjwa ambao unafanya wewe usifunge. Hata daktari mwenyewe ndio maana nilivyomwambia kwamba kuhusu wewe kufunga hajaleta pingamizi, kwa sababu anajua una uwezo wa kufunga kabisa bila shaka, na amekubali
dozi yako ya vidonge viwili utakuwa unakunywa usiku. Mchana funga mume wangu, usile mchana, wewe ni kidume cha mbegu, jikaze. Hikwiva, nimeshakusikiliza sasa, niache nitulize akili. Maana wewe kutwa nzima mawaidha hayo tufunga bwana, funga. Sasa mtu mwenyewe naumwa, nimekwenda hospitali, shahidi wewe mwenyewe, nimepewa dozi ya mwezi mzima, bado unalazimisha mimi dozi ninywe usiku. Sasa mke wangu, mtu anaumwa, badala ya kumbembeleza, kumpikia chakula kizuri masaa 24 ale ashibe, wewe bado unalazimisha tu nifunge. Unataka kunimaliza? Unataka kuniua wewe mwanamke, si ndio? Hata vitabu vya Mungu vinasema hivi, kullu nafsi zaikatul maut, kwamba kila mtu ambaye anaumwa asamehewe kufunga. Acha uongo, hiyo hadithi hata haina maana hiyo. Ina maana gani sasa? Kullu nafsi zaikatul maut, maana yake kwamba kila nafsi itaonja umauti, na sio kusema kwamba kila anayeumwa asamehewe kufunga. Ndiyo, mimi najua mtu akiwa mgonjwa, akiwa ni msafiri, akiwa ni mtoto mdogo, kikongwe, ana uwezo wa kufunga, atasamehewa, asifunge, hamna shida. Na kama kuna mtu wa kumfungia, atafunga kwa ajili yake. Lakini wewe mwanaume wangu, si mgonjwa wa kusema kwamba unashindwa kufunga. Funga wewe mwanaume, funga. Mwanamke mjuaji huyu katika dini aisee, mimi nimekwisha mimi. Basi mke wangu, nimekuelewa, mimi nitafunga. Safi kabisa, hayo ndo maneno mme wangu. Hapo sasa leo ndo umenifurahisha kwa kweli. Nimefurahi mme wangu kusikia hivyo. Ngoja nikuimbie kaswida yako ambayo mara nyingi huwa unaipenda. Jina langu Ramadhani, ziara yangu ni wema, Waislamu fungeni mpate afya njema. Jina langu Ramadhani, ziara yangu ni wema, Waislamu fungeni mpate afya njema. Asa kumbe mi jina langu Ramadhani, ziara yangu ni wema, Waislamu fungeni mpate afya njema. Ai, afya njema, mpate afya njema. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sasa mashehe, baada ya swala nadhani twendeni tukapate iftari sasa. Baada ya iftari tutajua ni kitu gani kinaendelea. Kama mtaswali tarawih hapa nyumbani kwangu au kama mtarudi nyumbani kwenu, ni vyema pia, kwa sababu unajua sasa hapa wengine mmeoa, mna wake zenu, mnataka kuwahi ndoa zenu. Ni jambo la kheri pia, kwa sababu tukishafungua bwana, kila mtu bwana amefungulia bwana, anakula anachokitaka. Sasa mashehe, alafu mbona mmepungua? Wengine wako wapi? Kitundu na Shemtoi wako wapi? Mie mwenyewe ndo nashangaa shekhe. Tumekuja 5 hapa, saizi tumebaki 3. Shemtoi na Kitundu wakimbia. Tena wakimbia katikati ya swala. Astaghfirullah. Lakini mie nilikwambia bwana Kombo, wale mabwana ni watu wasingeli wale, wafata kulaftari tu, hamna lolote. Shenzi sana wale. Ndio maana mimi nilistuka mapema, nikasema hapa ni kwenda kuswali kwanza, baada ya swala watu ndio watafuturu. Nilijua tu kuna watu wajanja pale. Acha waondoke, najua wameondoka bila kula iftari, watajua wenyewe na maisha yao. Tuondokeni mashehe tukale iftari. Wale mabwana sitaki kuwaona tena nyumbani kwangu. Leo itakuwa ni mwanzo na mwisho. Shenzi sana, wanakimbia swala. Wale walifuata iftari tu shehe. Wenyewe wanaona kufuturu ni muhimu sana kuliko swala. Umefanya vizuri shehe wangu kuja Na msikitini. saumu bila swala, shehe wangu, Saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani inatoshelezwa na swala. swala muhimu. Hawalijui hilo. Mwanakombo mwanangu, hapa umefuata nini tena? Mimi mawazo yangu yote najua huko jikoni unaandaa chakula, unaweka mezani ili si tukitoka kwenye swala moja kwa moja tunakuja kufuturu. Sasa wewe umekuja huku, umefuata nini tena mwanangu? Wageni wanataka kula hawa. Baba, mimi mwenyewe muda ule uliosema kwamba mnaenda kuswali, na mimi nilikimbia kwenda kuswali. Baada ya kumaliza kuswali nikaenda moja kwa moja jikoni kuandaa chakula. Sasa naingia jikoni nipakue chakula niwaandalie, nakuta sufuria la iftari halipo. Yala toba Maulana.